gizani, gizani, humu gizani, gizani, gizani. Ukungu umenitanda machoni sioni, nakosa amani moyoni nafsi na roho. Mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe, naguza vidonda sana, napata mapele. Unampenda sana na anapenda kwingine, moyo nauma sana, koto napiga kelele na mwanga. Hivi una akili kweli wewe? Hivi chama pana shida gani? Unaelewa maana fasta kweli? Yaani muda wote umenikalisha hapa masaa mawili siyo matatu. Hebu nipe kwa simu yangu. Twende nikupeleke. Hebu nipe simu yangu, tena unipeleke wapi mimi? Watu wengine sijui wapoje. Yaani haraka, yaani nitatafuta muda mwingine, hapo peke yako kumbuka. Usifanye hivyo. Huyo kutoka hapo nje ni nani? Huyo ni kazini yangu. Anaishi nje. Una uhakika? Ndio. Na kwa nini avae nikabu? Baibui. Vinywaji mmeandaa watu wawili, yani like wapenzi, mko mmekaa mmetulia. Hapana, ndio maana ameondoka haraka. Sawa, ni kazini wako, kwa nini atoke nje baada ya kuniona mimi? Sasa nikaa hapa tuongee. Yule anaishi nje kama nilivyokuambia. Anafanya kazi kitengo nyeti sana, kitengo cha upelelezi. Ametoka kwa sababu amesikia hatua zangu, hataki watu wamjue. Lakini hakuna kitu chochote mpenzi wangu. Karibu. Njoo. Mbona kama umechoka sana? Vipi huko kutoka? Nakupenda sana. Nakupenda sana mpenzi wangu. I love you. Yeah. Najua mke wangu kitu kimoja nataka nikwambie. Mimi unajua siishi kukusifia. Najua. Yaani kama kuna mwanamke mzuri Dar es Salaam hii. Acha uongo. Wewe umeishika namba 1. Acha uongo. Yeah. Toka hapa. Kai tena nakwambia. Simu yaita, mbona upokei? Huyu ni rafiki yangu, nafanya naye kazi, anakuaga msumbufu, afu muda kama huu nipo na mke wangu, kwani mtu ananipigia kama ndio mkatie simu. Hata tuvuruga bwana maongezi yetu. Tumeona situation iliyotokea hapo, afu tena mtu anakuja tena kutuchanganya. Sawa. Achana naye. Nataka kututoa kwenye reli. Kwa vipi? Wenzetu chumbani. Kwamba huyu ni muhimu sana, safari zangu mimi hazina umuhimu. Au mimi nakulipaga hela ndogo? Hamna, sio hivyo. Simu inaita tena. Achana naye bwana. Usijaribie na shule. Achana naye. Saviana, mbona jina la kike? Sio rafiki yangu wa kazini. Sasa kwa nini usipokee? Atatuvurugia tu mazungumzo yetu bwana. Achana naye bwana. Naomba nipokee. Achana naye. Wewe mbona unakuwa sio muelewa bwana? Sasa mbona ni mtu jina la kike bwana? Sasa jina hapana, naomba nipokee. Rest, sikia sasa, naona tunapandana kichwani. Nimeshakwambia huyo anataka. Simu inapiga zaidi ya mara 3. Si umpokelee kama mtu kazini, sio anakuelewesha tu kama niko na mpenzi wangu anakuelewa. Ananielewesha nini bwana? Atatuvurugia. Nishakwambia atatuvurugia mazungumzo yetu bwana. Mbona unataka kunipanda kichwani na wewe? Sawa. Nirudishe nyumbani. Ila samahani. Samahani ya nini bana, tuende huko. Yaani mara ya kwanza kutoka mdada huyu msimuelewi, unaniambia wewe ni kazini wangu, sijui nimekuelewa. Mara ya pili simu inapigwa zaidi ya mara 4 upokee. Unanichukuliaje mimi? Wewe hebu nisikilize bwana. Mbona wewe? Nisikilize bwana Rest. Mbona unakuwa sio muelewa? Mwanaume ni malaya, nimeshakugundua. Mimi malaya? Ndio. Kwa hiyo una mind sana vitu vya kwenye simu hii. Lazima ni mind sababu ni simu ya mpenzi wangu. Siku ile simu ambapo si umekuaje, yani sikuelewi kabisa. Achana na mimi. Sikia sasa nikwambie, kuanzia leo mimi na wewe basi
Yaani nisikujue usinijue. Rest, sikiliza basi mke wangu. Hebu nisikilize basi. Hajaacha kunitesa. Unajua leo nimemfumania tena. Sijui kwa maana ngapi. Yaani naingia ndani na kukutana na msichana anatoka nje amevaa nikabu baibui. Naenda kumuuliza huyu ni nani, ananijibu short tu, wewe ni mtoto wa shangazi yangu, sijui nini. Wameandaa kabisa vinywaji, wamekaa na kunywa. Okay, nimemwela sawa, mtoto wa shangazi yako. Tumekaa dakika mbili, simu za nake zinaanza kupigwa. Simu za nake zinapigwa hapo, okay. Tena jina la kiki, sijui Flav nini, sijui. Ya brand mimi nimechoka. Unajua Casanova ananiumiza sana. Au mimi kumpenda kwangu ni shida. Mimi nimechoka. Unampenda kweli? Nampenda na anajua. Subiri nikwambie kitu kimoja. Karibu kwa master plan. Toka uanze kunijua. Hebu fikiria. Toka uanze kunijua. Nilishakuja kuomba kitu chochote nyumbani au kusikia tu niko mtaani na wanga na landa huko na tafuta msaada? Hapana. Sina stress. Nikitaka hii nagonga. Nikitaka maisha yote naendesha. Iweje binti mdogo mbichi? Wewe. Yaani kitendo cha kuzuka tu pale Sinza. Uchukue hata laundi wewe. Na unaishi maisha yale unayotaka. Umekaa na Casanova. Tumeona makasava huko kwenye makasino makubwa. Ije kuwa Casanova. Na brand jamani. Sasa sikia. Mafiga ni haya. Ndio yanaivisha chakula na tunakula. Mawili hakuna. Figa moja aliivishi. Mafiga ni haya. Na ungekuwa nayo hayo, usingehangaika, umepauka yana hivyo. Sasa basi. Nakupa nafasi ya mwisho. Na unaonekana unampenda sana. Wewe rudi. Ukishindwa yakikufika hapa, njoo. Tutamuonesha mjini watoto wa kike tunaishi vipi. Umeelewa? Ndio. Tulia hapo na kuleta wanya. Kizani humu kizani ukungu umenitanda machoni sioni nakosa amani moyo. Habari yenu mpenzi. Pole kwa pweke. Ulisema leo ndo unaenda harusini sio?
Yeah. Sema nilivyopitia saluni kusuka nikawa nimepewa taarifa kwamba harusi yenyewe ile alishwa, kumbe kuna Flavi. Hivi unajua nini kuhusu uaminifu? Uaminifu ni kusema kweli hata kama unaumiza. Unajua leo asubuhi nilikuwa na mtu. Alivyovaa haikuwa kawaida. Ila alivyoondoka aliacha picha halisi ya ndoa yetu. Unamaanisha nini? Nilidhani unanipenda, japo si kwa 70%. Kumbe ulikuwa na nafasi ya mtu mwingine na bado unavaa jina langu. Bano, sija hapo kugombana. Ndio maana nimerudi nyumbani. Nafikiri wewe unamaanisha kitu, sio? Kwa na maana kwamba umeshindwa kuishi na uongo wako. Umeshindwa kuvumilia kuficha makucha yako na sasa hivi umeamua kujiachia tu. Kwa ndio ulichopanga ukifanya sasa hivi. Hayo ndio umepanga kunifanyia sasa hivi. Kwa sasa hivi umeamua kujionyesha kwamba wewe ni wa aina gani? Wewe ni nani? Simerudi nyumbani. Tutaongea asubuhi. Gizani, gizani, humu gizani, gizani, gizani. Ukungu umenitanda machoni sioni, nakosa amani moyoni na sina roho. Mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe, naguza vidonda sana, napata mapele. Unampenda sana na anapenda kwingine, moyo nauma sana, kutona piga kelele. Hivi umekula kitu tangu asubuhi? Kama yakula natoka wapi mama? Kila najisi kumbura majuto. Majuto yako sio leo mwanangu. Ni miaka ya kunyamaza kwa heshima. Hadi roho imekunyauka. Unajua mama, kuna wakati nampenda Bano, ila kuna wakati najisi kupotea hata kabla sijafurahi wala kuiona maana ndoa yenyewe. Na kama maana ndoa ni mateso, na kama ukimya kondoo na kula maisha yako taratibu, je, si bora kujiokoa? Flavi, mama yako anakupenda. Sitasema ufunge ndoa mpya, lakini mtoto mwanangu si lazima atoke ndani ya ndoa. Kuna wanaume wa kutafuta jina na kuna wanaume wa kutafuta maisha. Chagua maisha mwanangu. Mama, unamaanisha? Moyo wako unajua cha kufanya. Mimi niko upande wako, hata dunia nzima ikikutenga. Sawa mama, nimekuelewa. Sasa subiri ukaoge, nikuandalie chakula. Ukitoka kuoga, chakula kitakuwa tayari. Sawa? Gizani, 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 humu gizani, gizani, gizani. Ukungu umenitanda machoni sioni, nakosa amani moyoni na sina roho. Mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe,
naguza vidonda sana, napata mapele. Unampenda sana na anapenda kwingine, moyo nauma sana, kuto napiga kelele, na mwonga mipesa, la penzi anapewa mwingine. Minajitosa kumpenda, maumivu ananizawadia. Casanova, mbona umenitisha sana rafiki yangu na simu yako wewe? Mpaka nawaza nipokee au nisipokee. Wife ananicheki, nipokee nisipokee. Nikasema mwanangu sana huyu Casanova. Ngoja nipokee. Nikapokea. Leta stories. Mwanangu mimi na vipengele. Yaani hapa nina bonge moja la kipengele. Umeona bwana? Mimi bwana kiufupi nimeakanyaga. Yaani napokuambia nimeakanyaga kweli. Umeona bwana? Mimi bwana kuna demu fulani niko naye. Umeona? Afu yule demu bwana kumbe bahati mbaya ni demu wa mtu. Sasa jana ile nakupigia simu nilikuwa pale nyumbani. Nilikuwa na miadi nini yule mtoto atokee pale mtaani kwangu. Atokee wapi, pale kwako au? Pale nyumbani kwangu ndio. Sasa katika harakati za kumsikilizia nini imefika stage mimi nishakata tamaa. Umeona bwana? Mara nashangaa mlango unagongwa. Anakuja anaingia mtu nini kajifunika mabaibui nini, sura yani kiufupi haonekani. Mimi nikajua labda yule mtoto, ingawaje najua mtoto zile sio pigo zake. Umeona? Akasema labda leo kaamua kuja kiostazati. Ikawa naanza sasa kujimomba fai pale, anambia najua bwana nini nimeandaa mambo haya kwa ajili yako. Umeona bwana, lakini nimesikilizia muda mrefu utokei mpaka imefika stage nimekata tamaa. Na kuja kushangaa mara mtu kafunua nikabu hivi. Anafunua nikabu, unaona sura ya jamaa, bonge moja la jamaa ile. Alafu limefura ile mbaya. Acha anze kunipigia vitisho pale. Mwanangu, sijui hapo mke wangu, wewe unajifanya kidume wa kutembea na, yani kanipiga mikwala mizito kiasi kwamba hadi mimi mwenyewe mpaka nimeogopa. Alafu sasa huku na huku katika mazingira ya nani ile anaondoka, shemeji yako naye huyo hapo kaingia. Umeona kazi ilipotokea hapo? Umelisave vipi hilo tatizo rafiki yangu?
huku na huku nini, mimi nikamdanganya nikamwambia bwana huyo hapo ni kazini yangu nini, anaishi Ulaya, anafanya kazi za upelelezi, ndio maana alivyoona unakuja haraka akaondoka zake. Lile likawa limeisha, umeona. Tukaa sasa tunakuja tunakaa nini, tunajua mambo mengine yaendelee. Yule Flavi sasa nashangaa, Flavi naye anapiga. Kila nikikata simu anapiga, kila nikikata simu anapiga. Flavi ni nani? Flavi si ndio dem mwenyewe sasa ambaye jamaa yake ndio katoka hapo. Wewe mchepuko wako. Wewe bwana noma. Mshikaji. Unajua wote wanaume sisi. Na hivyo vitu tunafanya kinoma noma. Lakini wewe umezingua mazingira nyumbani, afu unamleta mchepuko tu kwenye kitanda cha mke wako. Umeleta mieusho kweli rafiki yangu. Yaani yote umesevu, lakini shemeji akaja kujua. Sasa sikia hapo ndo umezingua. Kama ni maji ndugu yangu yashamwagika. Sema ulivyoniadisia hilo jitu hilo. Ni jitu shababi kama hiyo natembeaga na mafuta unajua. Najua unaanza kuleta hebu ngoja kwanza. Hakuna chochote kilichotokea. Unamaanisha nini sasa? Mtu mpaka kaingia kwako hapo anakuletea ubabe rafiki yangu. Umetulia tu. Hata hebu ngoja kwanza. Unajua wewe unaleta miayusho. Wewe unabadilisha nini? Unaposema mafuta unabadilisha nini? Nakwambia chochote kinaweza katokea tu. Sasa wewe kama vile uniambia kakutisha namna hiyo, mwenyewe umemchungulia mwenyewe mpaka ukadondoka chini rafiki yangu. Balangu. Tuache hivyo, tuwe serious. Wewe unafikia ingekufanya nini rafiki yangu? Hebu acha kuzingua. Hebu tuache utani huo. Yaani kama ingefika hatua hiyo basi hata hiyo simu sidhani kama ningepata nafasi ya kukupigia. Ungesikia tu labda jamaa wako kafa. Lakini sio kukubali mafuta yatumike. Kizani, 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 humu kizani, 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 ukungu umenitanda machoni sioni, nakosa amani moyoni na sina roho, mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe, naguza vidonda sana, napata mapele. Unampenda sana na anapenda kwingine, moyo nauma sana, kutona piga kelele, na mwonga mipesa, la penzi anapewa mwingine, minajitosa kumpenda, maumivu ananizawadia. Una kama kilo 20. Yaani mimi na kilo za ndogo kwa baby unanisalau. Mna nakutania bana. Nakutania, unajua tena. Alafu unajua nini baby napenda kutoka kwako. Yaani uwepo wako unanifanya mimi dunia inakuwa rahisi kwangu. Kwani mpenzi wangu? Kama ni kweli sawa. Mimi pia. Hebu piga moja. Hapa. Mashallah. Mungu anipende. Mimi nimekuleta hapa. Nataka kukuambia kwamba hapa unapoona hili ni eneo langu na hii hapa ni nyumba yangu. Wow, kwani mpenzi? Nipo kwenye hatua za mwisho nini? Kuimalizia. Hongera sana. Asante. Kama unavyojua mimi na sehemu yangu nyingine ya kuishi. Hii najenga kwa ajili ya wapangaji. Na nimekuleta hapa kwa sababu kuna leo na kesho. Kwa hiyo utakuwa kama mama mwenye nyumba, sometime unakuwa unapita hapa unachukua kodi. Sababu kwanza hapa unavyoona hapa. Mimi sitakuja kupangisha hawa watu eti unaleta mpangaji sijui 20,000, 40,000, 50,000. Mimi hapa napangisha watoto wa chuo.
Yani natengeneza kitu fulani expensive. Watoto tunajua wale wanaanza kukaa kwenye chumba kuanzia 1,500,000, 200,000. Ya kweli. Hiyo ndio pesa ambayo hata ukiishika inashikika mkononi. 40 na tabia mbili upate. Sawa baby, nimekuelewa. Lakini isije katokea chochote kile ambacho kitatokea kutenganisha. I mean na batu mbaya, watu kacha. Maana nyinyi wanaume. Kupoteza wewe itakuwa nimepoteza nusu ya nafsi yangu. Nakupenda sana Rest. Nakupenda pia. Hello. Kizani, kizani, kizani. Humu kizani, kizani, kizani. Ukungu umenitanda machoni sioni. Nakosa amani moyoni nafsi na roho. Mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe. Naguza vidonda sana, napata mapele. Karibu mwanangu. Unampenda sana na anapenda kwingine. Moyo nauma sana, kutona piga kelele. Na mwonga mipesa, la penzi anapewa mwingine. Minajitosa kumpenda. Mbona umefungua hivi? Au ni mbona stress? Ni mbona unashinda kuficha? Mama, unajua kuna wakati natamani kufa kuliko kuendelea kuishi kwenye hii ndoa. Nikwambia mwanangu, kuna mwanamume akupa nyumba lakini akakunyima maisha. Naelewa mama, lakini angalau hata mamake Bano angekuwa ananiongelea neno jema. Ningepata hata upendo wa sehemu moja, ingekuwa angalau kwangu. Bano na mzigo wake. Na kuna vitu havielezeki. Lakini kumbuka wewe ni mwanamke. Moyo wako haupasu kufa kwa heshima sio na faida. Sawa mwanangu? Mimi ndio nimeanza kuona jua. Bano sio mwanaume. Au tatizo ni yale malasta? Umeona mimi nilivyokaa hapa nyumba imekuwa kimya kabisa. Nyumba haina mtoto. Bano mwanamume gani? Ukimwangalia malasta tu, malasta yale. Yaani tili kabisa. Kwanza mimi siamini wewe. Kama kweli havuti bangi. Lakini wewe umemngangania tu. Hiyo heshima yako ni nini? Mimi nataka vijukuu humu. Wasende kaji kila siku pika mpaka lini? Umengania Bano. Angalia njia nyingine upate mtoto. Sio lazima mtoto atoke kwenye ndoa. Nimekuambia achana na Bano, lakini mtaka kunifikia. Bano sio mwanamume kabisa kwako. Bado ana mambo mengi. Heshima zake au ni yale malasa ambayo kwanza mimi naamini yule ni mvuta bangi. Hayuko sawa sawa hiyo. Karibu baba. Shikamoo mama. Marahaba. Mbona umekuja bila taarifa? Hata hivyo nilikuwa tunapita, sikuwa na dhamira moja kwa moja kuja hapa. Ila imekuwa vizuri pia nimewakuta wote. Au ni nyumba umezoea sana? Ni nyumbani hapa mama. Karibu. Asante. Wewe vipi, mbona ukokoti simu? Hapasi kuongea kwa ukali. Naelewa mama. Lakini kitu ambacho anakifanya mke wangu sasa hivi simuelewi kabisa, amebadilika. Tofauti na vile ambavyo mimi nilimzoea. Lakini ukumbuka haya mambo yote umetaka wewe. Mimi mwanangu wakuwa hivi. Hii shida ni ya kwako. Wewe tangu muoe mpaka leo mwaka wangapi huu? Mimi mpaka leo nyumba hii nimekaa kama mchawi, kama mwanga. Hakuna hata mjukuu, hakuna hata nipiga kelele. Unafikiri taishi mpaka lini? Kwa hiyo kumbe anachokifanya wewe mama ndo una support. Mimi ndo na marafiki yako nakutia akili. Yanakutoa akili ndio maana wanasema mimi nachekana naye.
Wewe mwenyewe ukijiangalia wewe ndo hauko sawa. Hebu jiangalie, jichunguze kabisa. Ndio utajijua kama mimi mwanamume au sio mwanaume. Ndio marasta yamekutoa ufahamu kabisa. Yaani umekosa wanaume kote umemwona mwanamume ni yule. Au ni yale marasta yale. Na kumbe ni yale marasta. Ana nini yule? Chama na chochote hana. Sasa nakwambia, mimi kama mama yako, mimi shida yangu ni mjukuu. Geuza shilingi upande wa pili. Mimi nataka mjukuu. Wewe vipi wewe? Nishakuelewa. Kumbe like mother, like daughter. Shauri yako, mimi shida yangu mjukuu. Unaona alikuwa na dharau. Umeona anaondoka. Yaani nakwambia kama wewe kiburi, mimi mwanangu ndio jeuri zaidi ya wajeuri. Nakwambia kabisa sikuogopi wala lolote ile. Na nitongea mwanangu wewe basi tena. Nimekwambia nitakuonyesha wewe. Yaani dada jeuri mwenzake na kusudi. Sikuogopi hata kidogo. Utaona jeuri yake. Umesikia mwanangu? Haya mambo kama ulikuwa uyafanye. Sasa nataka uyafanye. Sasa geuzia shilingi upande wa pili. Kitanda kizai haramu. Mtoto sio lazima atoke ndani ya ndoa. Kizani humu kizani ukungu umenitanda machoni sioni, nakosa amani moyoni na usinaro, mara kaenda kwake kaniacha mwenyewe, naguza vidonda sana napata mapele. Unampenda sana na anapenda kwingine, moyo nauma sana kutona piga kelele, na mwonga mipesa la penzi anapewa mwingine. Minajitosa kumpenda, maumivu ananizawadia.